Mambo vipi Cholo? Fresh sana. Harakati. Kama kawaida mzee. Umependeza kwanza, nani akakuvalisha this night? Bwana, hii ni mimi mwenyewe. Vitu nilikuwa navyo japo ndo vile nimechukua huku chakula nikaeka kati likapatikana bomu kama hili. Okay, by the way umegawa tuzo pale. Na hao ambao umewagawia tuzo ni wanafunzi wa UDSM. Wana professional kabisa. Sisi tumetokea Temeke, hatuna professional na tunafanya poa. Una kitu gani cha kuambia hao wanafunzi ambao wanasoma masomo ya sanaa na wakitoka hapa wanapoenda huko duniani, nini wafanye ili waweze kutumia vizuri mitandao ya kijamii? Bwana, maana mimi kweli naweza nikawasina hiyo professional, lakini ni professional mashallah. Nishapitia madarasa mengi. Lakini pia cha kuwashauri watu ambao wanamaliza shule ni kwamba kuna maisha baada ya shule, alafu vitu ambavyo wamefundishwa inabidi wakavipractice kwa vitendo. Kwa hiyo wajitoe kabisa katika yale mawazo kwamba mimi nina elimu na kila kitu kitaenda katika kielimu. Kuna field alafu kuna elimu. Kwa hiyo kitu cha kufanya ni kwamba wao wazingatie walichofundishwa, waelewe, kusiwe na ukalili. Ukikalili na maana ukiingia field vitu vitakuwa vigumu. Lakini ukichukua kile kitu kama darasa na ukachukua vitu kama kwa mifano kwamba kuna akina Cholo walishai kufanya hivi, kuna kina nani, hiyo itakusaidia. Kwa hiyo lengo tu ni kujituma na wasichukue kwamba vitu ni rahisi. Ukiwa huku na ukiwa kule ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo waongeze juhudi, vitu sio rahisi. Pale nimeona kuna watu wengi wamechukua tuzo wamefurahi, lakini inaweza ikawa ile tuzo baadaye ikawa kama ni majonzi, unakaa nao ndani unasema kwamba mwaka fulani nilishai kusomea kitu fulani lakini sasa hivi sifanyi hiko kitu. Kwa hiyo ni wao tu kuzingatia, kuwa na uthubutu, imani kubwa watafika. Kipi ambacho umekuwa nacho excited sana usiku wa leo kwenye Sanaa Blast Festival 2026? Kitu ambacho nimekuwa kitu ambacho umeenjoy kukitazama pale on stage. Nimependa ngoma, nimeona pale kuna ngoma nyingi sana watu wamecheza, tumeona asili yetu nini. Pia nimefurahi kuona UDSM chuo kikubwa kama hiki wanaona mchango wangu, wanaona thamani yangu, wanajua ninachokifanya, sio kanjanja tena. Kwa hiyo ni vitu vingi ambavyo vimenifanya okay, kumbe ninavyofanya watu wanaona, wanathamini na vitu kama hivyo. I'm so proud. Okay, Kombolela tunaiaga na tuseme tunaiaga vibaya. Yaani Cholo unamaliza mwisho wako mbaya, mwisho ambao watu kutegemea by the way. Nataka kufahamu experience ya wewe kuwa kwenye Kombolela kwa msimu huu wa pili, experience ya wewe kuwa kwenye Kombolela kwa msimu huu hapa wa pili. Nani amekwambia Kombolela tunaiaga? No. Kama tunacholo jamani, Kombolela haijaagwa. Kwa experience kwa huu msimu wa pili ni kwamba unaona vitu, kwa sababu ukiangalia msimu wa pili nimepitishwa katika karakta nyingi tofauti. Unamuona Cholo akiwa mstaarabu kule Ushuani, Cholo anatoka Ushuani, Cholo anakuja huko kwa Mzee Kikala, zile hustling za kuwa single mpaka kupata mpenzi, mpaka leo hivi nimekamatwa. So kitu kidogo kwa naona kabisa kuna mabadiliko, lakini pia namshukuru sana producer, lakini pia mwandishi ndio yeye kwa kuona mchango na thamani yangu na kuniandika vilivyo na kufanya vitu ambavyo mtu akiona anasema wow Cholo, lakini pia naweza nikafanya kwa uwezo wangu, lakini pia kwa nafasi yake pia ana mchango mkubwa. Much respect Abdul Sanga popote ulipo, nathamini sana. Okay, juzi tumeona umefanya short film na Cherehani, short film iko poa, Mnyamwezi. Tumeona umeweza kuonyesha talent yako. Baadhi tunajua unapenda sana mpira. Tumeona umeonyesha talent yako. Mapokezi ya character kwenye ile short film yamekuwa vipi? Mapokezi ni makubwa, na ukiangalia ile character nishai kufanya kitu kama kile kinachohusiana na mpira. Zahanati ya kijiji uliniona Cholo, Diku, nilikuwa na ndoto za mpira, lakini Mwenyezi Mungu pia akabariki ikawa miongoni mwa watu waliotoboa katika zahanati ya kijiji. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ni kitu kizuri nimekifanya, na lakini pia namshukuru sana much respect director, lakini pia ndo producer Simon Cherehani kwa kuona kwamba Cholo kitu anaweza kakibeba kwa ukubwa, na namshukuru Mungu nimekibeba na nimekiwasilisha vizuri, na nashukuru Mungu pia kwa watu kuona wamekipokea vizuri. Okay, cha kumalizia. Juzi Rayvanny alipata nafasi ya kuperform kwenye kwenye uzinduzi wa World Cup. Alipata nafasi ya kuperform pale. Lakini kibongo imekuwa kama watu kama ile kama hawajaona wao hawajaelewa hivi. Unahisi Rayvanny kuna ana kitu na utofauti labda na wasanii wenzie, au ni namna tu ambavyo wameamua kumkataa? Sababu tumeona hata media na wasanii wenzake hakuna ambaye amepush hivyo.
Ni wapo upande alichokifanya Rayvanny. Kwa upande wako wewe Cholo, kwa macho wewe tunajua unapenda sana muziki by the way. Rayvanny kupata nafasi ya kuperform World Cup. Ile taarifa kwa mara ya kwanza wewe ulichukulia vipi? Mimi kwa upande wangu ni kitu kikubwa, ni kitu kizuri, na nimebahatika kuona baadhi ya interview zake. Kuna interview moja Rayvanny wakati anarudi alizungumzia kwamba yeye kutoka kwenda kufanya kile ni fursa. Anaweza asipendwe yeye direct kama yeye, lakini kupitia yeye alichokifanya watu wanaweza wakamfollow au wakamfuatilia, wakaona watu baadhi ya au wakaona watu kupitia yeye na watu wakavutiwa na watu kupitia yeye. Kwa hiyo tumeona kama vile tu mfano Diamond wamemfollow nini FIFA World Cup kwa sababu yake, lakini baada tu yeye kuperform ndo Diamond pia wamemfollow. Wao wakumfollow kwa miaka yote, na maana kwa sababu zake pia inasemekana ni kwa sababu yeye aliperform, watu wamemwangalia, wamemwona Diamond. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni kitu kikubwa, na kwa walio support au walioona, unajua sio kila mtu anakuwa ni kila mtu wa mtu. Yoyote yule ambaye umeona kitu chake kimepop, hata hivyo kimepop mpaka tunajua tunakizungumzia, na maana kimefika na watu wameona. Issue tu ni kuongeza juhudi, jitihada. Mimi ni kitu kizuri na nawapongeza wote. Na sidhani kama kuna mtu amekunja, hata kama umekunja haisaidii, Muni ameshaenda duniani. Kwa Kinyamwezi. Okay, asante sana kwa time yako. Tume fact ya kuishi nayo. Bwana, fact ya kuishi nayo bwana, naambiaje ndugu zangu? Wanakuambia ukila na kipofu usimshike mkono, si ndio? Ila tu kama anakula matonge makubwa unaweza kumwambia ili usionekane mchoyo. Hiyo hapo ya kuishi nayo. Bwana, mimi naitwa SM The Max BCK Media. Tuko hapa na Cholo Kobe, tutakupiga naye story. Bado tunakupiga story na watu mbalimbali. Endelea kuona sisi ili uweze kupata notification na vitu kama hizo. Shout out sana. Kama kaa